Leo Juni 30 ya mwaka 2025, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila amemwapisha mkuu wa wilaya mpya ya Kigamboni Mheshimiwa Mikaya. Sasa kama ulikuwa humjui Mikaya ni nani, nimekuletea video fupi ya kuweza kumjua japo kwa ufupi mwanadada huyu ambaye amekuwa machachari kweli kwenye uongozi na amekuwa ni mwajibikaji, amekuwa ni mtu ambaye si wa kukaa ofisini, ni mtu wa kutoka sana tena sana na kwenda site kwenda kuangalia namna ambavyo shughuli za kimaendeleo zinafanyika. Na kama ulikuwa hujui, Mikaya alikuwa ni DAS kwa maana ya mkurugenzi wa wilaya ya Tanga mjini. Amefanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa Kaji pale Tanga mjini na alifanya vizuri sana tena sana. Imempendeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na ameona ampe nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya, kutoka kuwa mkurugenzi wa wilaya kwa maana ya DAS hadi kuwa DC. Kwa hiyo ni namna ambavyo uchapaji kazi wake umeonekana, lakini pia namna ambavyo amekuwa akiwajibika sana kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Msikilize hapa kwa ufupi uone nondo zake na uone namna ambavyo anaongea kwa kujiamini, uone namna ambavyo anamaanisha kila anachokizungumza, na ni mfuatiliaji haswa mwanadada huyu na ni kijana. Hii inaendelea kutupa nafasi vijana kwamba tuendelee kufanya vizuri pindi tunapoaminiwa, ili tuweze kuwabeba vijana wenzetu ambao wapo site kwa ajili ya kupigania nafasi fulani za kuteuliwa ama za kuchaguliwa. Karibu sana, twende kumsikilize nondo zake, moja kati ya wanadada machachali kweli ambaye anaitwa Mikaya. Huyu ndiye DC mpya wa wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Nitumie fursa hii kwanza kabisa kutoa salamu za mkuu wa wilaya yetu ya Tanga Mheshimiwa James Kaji. Anawasalimia sana mkuu wa shule pamoja na timu yako, wanafunzi wote kwa ujumla, wazazi pamoja na uongozi mzima. Anawatakia masomo mema na majukumu mazuri, lakini pia kwa kuona umuhimu wa changamoto ambayo shule ilikuwa inapitia, akaona si vema basi na yeye akachukua jukumu la kuhangaika kutafuta na kuomba kwa wadau aweze kupatiwa msaada wa madawati. Na ndo tunayaona kama haya leo tumepatiwa madawati 30 kutoka kwa kampuni ya TPPL. Tunawashukuru sana, na mimi nitumie fursa hii kwa kuwa nimetumwa na mkuu wetu wa wilaya ya Tanga, ameniagiza hebu nenda kapokea ile madawati na utoe shukrani zangu kwa kampuni ya TPPL kwa kutoa msaada wa madawati 30. Tunawashukuru sana. Lakini pia mkuu wa shule hapa ameeleza kwamba bado wana uhitaji wa madawati na vifaa vingine, lakini pia hii si mara yao ya kwanza kutoa msaada. Amesema hapa ameshaye kuleta mtambo wa maji safi, lakini pia ameshaye kuleta madawati shule hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na ni wito wangu msituchoke. Bado tuna changamoto nyingi, lakini msituchoke. Shule yetu mnaiona, siku nyingine mnaweza mkaamua mkapiga rangi, siku nyingine mnaweza mkaamua mkaangalia mahitaji mengine, vifaa vingine, hata madawati pia mkaongeza kwa sababu bado tuna uhitaji wa madawati. Kwa hiyo msituchoke. Hata kama kuna ile CSR, si ndio? Mtukumbuke, sio lazima tuje tugonge hodi, lakini pale mnapoona kuna uhitaji basi muikumbuke shule yetu ya Mabawa kwa ajili ya kutupatia madawati na vifaa vingine mbalimbali. Lakini jambo la pili, hizo zilikuwa ni shukrani za Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na salamu, naamini mmezipokea. Lakini jambo la pili, ndugu zangu walimu, wawakilishi wa wazazi mloko hapa na wanafunzi, ni waombe kutumia hadhara hii tutunze madawati na vifaa tulivyopewa. Wanafunzi ninawaomba sana, madawati haya mnaona tumepewa msaada. Mheshimiwa Rais ametuletea fedha kupitia mradi wa Boost. Wilaya ya Tanga tulipewa milioni 540 na 900. Huu ni mmoja kati ya mradi ambao Mheshimiwa Rais alituletea fedha, tumejenga, lakini leo hii tunapata vifaa kama hivi madawati kwa ajili ya kusaidia wanafunzi msome. Kwa hivyo ni ombi langu tutunze vifaa hivi, tusimamie madawati haya, tusirukeruke kwenye madawati, tusivunje madawati yakaharibika mapema, kwa sababu serikali tena tutakuwa tuna jukumu la kuleta fedha kwa ajili ya ukarabati. Sasa ili tusiharibu sana
utaratibu huu ni waombe sana walimu, chukueni jukumu la kusimamia ili kwamba vifaa hivi vidumu. Darasa letu mnaliona linapendeza, vioo vitunzwe, madarasa yatunzwe yasichafuliwe. Naamini walimu mna utaratibu, wale ambao wanaharibu na kuvunja zile taratibu ambazo walimu wameziweka mtapewa adhabu. Kwa hiyo niwaombe sana tutunze hizi vifaa kwa ajili ya baadaye. Zaidi na zaidi na kwa umuhimu sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuona na kujali sekta ya elimu, hasa elimu msingi na sekondari, kwa kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga vyumba vya madarasa, kwa ajili ya kujenga matundu ya vyoo, lakini pia kwa ajili ya kununua madawati na vifaa mbalimbali ili kumwezesha mwanafunzi kusoma katika mazingira bora, lakini pia kumwezesha mwalimu kufundisha katika mazingira bora, kwa sababu tunaamini kwamba mwalimu asipowezeshwa kuwa na mazingira bora itamuia na yeye vigumu kuwa na mazingira mazuri, itamuia vigumu kuishi katika mazingira ya ufundishaji mzuri. Kwa hiyo niwaombe sana walimu tuendelee kuwa wamoja pamoja na wanafunzi wetu, tuangalie tabia za wanafunzi wetu kwa ukaribu sana ili kupunguza matukio mbalimbali ya mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi wetu. Niwaombe sana tuwe tunavaa proper, tuwe tunachomekea, tuwe tunavaa viatu. Nimekutana na wanafunzi wengi hamjavaa viatu. Sawa jamani? Ili kuepukana na unaweza kukatwa na kuchomwa na mwiba, ukapata madhara ya aina yoyote. Kwa hiyo eneo la mazingira ya shule lazima uwe smart.